Mhubiri wa leo ni ndugu yetu Meshak Mashala. Tupige makofi kwa Yesu anapokuja kwa ajili ya neno la Bwana. Ongeza makofi kwa Yesu Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha sana moyoni mwangu kupata nafasi na kibali leo kutumika kama mhubiri siku ya leo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu pia kwa kuwa yeye ndiye alinipa nafasi hii. Wakati fulani siku ya Jumapili kwa kwenye maombi asubuhi nikasikia nikisemeshwa nahitaji kutumia madhabahu siku ya leo kuhubiri. Sasa nikaingia kwenye maombi, hata Jumatatu kwa kwenye maombi nikasema, Mungu naomba nitumie Jumapili kama kuhani wako siku hiyo. Sasa muda huo nikashangaa jioni, mchungaji hata sijaongea naye akaniambia, Meshak, ninakuomba uhudumu Jumapili. Mungu ni mkuu sana. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi mimi na mchungaji tulikuwa tuongee mwilini, lakini rohoni tulikuwa tunaongea. Kwa hiyo tunazungumza na kuwasiliana rohoni. Bwana asifiwe sana. Mimi kwa watu ambao wanifahamu, naitwa Meshak Mashala. Nimeoa na mke wangu ule pale na watoto na kacha mazi 10. Amen. Bwana atukuzwe sana. Amenipa familia yenye furaha na amani, familia inayomcha Bwana. Amen. Sasa wakati huo Jumapili pia, wakati niko kwenye maombi hapa asubuhi, na Mungu pia akanipa kitu cha kuzungumza siku hii ya leo, lakini pia somo hili ambalo alikiita ni chakula cha uzima. Akasema hiki ni chakula chenye viwango vya maziwa. Maziwa ni chakula ambacho mtu mzima anakunywa anapata afya, na mtoto anakunywa anapata afya. Kwa hiyo mtoto na mtu mzima watabarikiwa na hili neno. Amen. Somo la leo tunaenda kujifunza jinsi shetani alivyoangushwa kutoka mbinguni. Ndio somo la leo. Watu wengi tumeokoka na tunamwomba Mungu kila siku, lakini huyu shetani ambaye ndio mtabishaji, shetani ambaye anafanya katika dunia hii tunahangaika, watu wengi pia hawamjui vizuri. Tunahitaji ili uweze kupiga adui na kumshinda, unahitaji kumfahamu kiwango cha kutosha. Yaani sasa hivi Israeli anampiga Irani kwa sababu Israeli anamfahamu Irani vizuri. Kwa kisha kumjua adui ni rahisi kutandika hata kuwa na pakutokea. Kwa sasa leo tunahitaji kujifunze shetani ni mtu aina gani. Kwa sababu hapa tunaishi duniani katika maisha ambayo ni mateso. Hata wenye pesa hawana amani. Maskini hana amani. Kwa sababu nini? Kwa sababu shetani ndiye anayeleta mateso yote haya. Ameleta magonjwa, ameleta milipuko mbalimbali, ameleta corona, ameleta magonjwa ya kansa, analeta malaria, analeta mavita huko Mashariki ya Kati, hakuna amani, ni vita. Kwa hiyo haya yote ni shetani ameleta ili kuwe na taharuki duniani, kusiwe na amani. Hata watu wengi ambao hata kwenye ndoa kuna matatizo, kila mahali watu wanatafuta pesa wakati unalima jua linawaka, mazao yanakauka, unalima mazao yanakutwa na mafuriko, kwa sababu shetani yeye anaharibu. Lakini haipati mpango wa Mungu mwanadamu kuishi katika mazingira hayo. Ni ule mpango mbaya wa shetani alipopata nafasi kwa mwanadamu akaleta uangamivu ili kwamba tuhangaike. Lakini yuko Mungu ambaye yuko pamoja nasi, ambaye mwisho atamuondosha shetani. Alianza kumtandika kutoka mbinguni akamshusha chini, lakini akaona asimue kwanza. Amesimue ili kwamba sisi wanadamu tushuhudie ule uovu wa shetani. Ili hata angemuua mwanzoni, pengine tungeweza kusema Bwana Mungu, kwa nini ulimuua, alimuonea. Lakini amemwacha kwanza ili tuone ule ubaya wa shetani, ili siku atakapomwangamiza tuseme kweli huyu ni halali yake kuangamizwa na Baba. Amen. Lakini pia hata malaika wa mbinguni ili washuhudie kwamba kweli shetani ni mwovu, anahitaji kuangamizwa, wala anahitaji kuondoa huruma. Kwa tutaenda kusoma kitabu, tutaanza na kitabu
Ezekiel. Ezekiel sura 28. Tutaanza na mstari wa 13. Ezekiel 28 mstari wa 13 kwenda mpaka 17. Hapa huyu nabii Ezekiel anaanza kufunuliwa katika roho. Anaoneshwa huyu shetani alikuwa ni mtu wa aina gani. Zamani shetani hakuwa kitu shetani. Shetani zamani alikuwa ni malaika kabisa, malaika mkuu, aliongoza huduma ya uimbaji mbinguni. Kuna vitu vingi utaviona hapa vizuri vya kupendeza. Huyu wakati anaomba alikuwa ni mkamilifu sana, hakuwa na uovu ndani yake, alikuwa ni malaika wa kupendeza, mtu mwema, ambaye hata malaika wenzake walimtamani sana. Sasa yeye huyu Ezekiel anamweleza mtu aina gani? Hapa anasema katika Ezekiel 28:13 anasema ulikuwa kerubi ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barahamani na dhahabu. Yaani hivi katika kuumbwa kwake tu. Hii inaenda mpaka mstari wa 17, lakini tu yaani katika kuumbwa kwake haya mawe yote ya thamani. Kwanza alikuwa anaishi ndani ya Adeni. Adeni imetoka kutoka Kiswahili, lakini kusoma Biblia ya Kiingereza hii ni Eden. Kwa kulikuwa na Eden, ile Eden ambayo Mungu aliumba duniani kwa Adam na Hawa, lakini kulikuwa na Eden nyingine mbinguni. Kwa hiyo huyu shetani ambaye wakati huo akiitwa alikuwa ni nyota ya fajiri, alikuwa katika bustani ya Eden mbinguni. Kwa hiyo unaweza kuona huyu shetani alikuwa amependelewa kwa kazi gani. Lakini anaeleza kwamba jiwe la thamani, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chake. Unaweza kuona haya mawe yameleza almasi, jabarajadi, zumaridi, ameleza dhahabu, barahamani. Haya mawe ni ya thamani sana. Ukitaka kujua kama haya mawe ya thamani, wakati kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21, wakati Mungu anapoumba Yerusalemu mpya, mbingu mpya na nchi mpya ambayo tunataka kuishi baada ya wakati huu, imepambwa na mawe haya ya thamani. Ukiangalia haya mawe yaliyoandikwa ndio yale yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 19. Ni mawe haya. Kwa hiyo unaweza kuona mji ule ambao Yerusalemu mpya, tunaambiwa hakuna mji ambao umepambwa kama ule. Sasa cha kushangaza, mawe ya thamani kiasi kile ndio alikuwa amepamba huyu shetani. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu alimpendelea kwa kiasi gani. Yaani mbinguni hakuna malaika yeyote ambaye alikuwa amepambwa na kupendeza kwa kiwango hichi. Hayupo duniani na mbinguni ambaye alipambwa katika kuumbwa kwake akapendeza kwa kiasi hichi ambacho Mungu alipendelea shetani. Lakini shetani hana akili. Haya yote akaona, akachana nayo kwa ujinga wake. Lakini hapa Ezekiel anasema kazi ya makali yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Huyu kama nilivyosema alikuwa ni kiongozi wa nyimbo mbinguni. Sasa huyu wakati Mungu anamuumba alimfanya kitu cha ziada. Anamwambia kazi ya makali yako ilikuwa ndani yako na filimbi zilikuwa ndani yako wakati wa kuumbwa kwako. Kwa zilitengenezwa tayari. Huyu shetani huyu alikuwa tu anaimba, anaongoza sifa mbinguni. Alikuwa akianza kuimba hahitaji gitaa, hahitaji filimbi, hahitaji kinanda. Zile sauti zilitoka moja kwa moja katika koo lake. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Mungu alimpendelea mtu huyu wakati huo akiwa ni malaika wa sifa mbinguni. Lakini pia anaenda kuelezea pia katika mstari wa 14 hii, anasema wewe ulikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Shetani wakati huo alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Na ninalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huku na huku kati ya mawe ya moto. Huyu shetani alikuwa ni kerubi. Tena Biblia imeandika alikuwa ni kerubi afunikaye. Mbinguni kuna malaika, kuna ngazi mbalimbali za malaika. Malaika wa hadhi ya juu kuna maserafi, kuna makerubi. Lakini malaika wa hadhi ya juu kabisa ni makerubi. Sasa huyu shetani huyu alikuwa ni kerubi. Kwa hiyo kerubi ni miongoni mwa wale malaika wachache wale
Lakini pia maandiko yanasema wewe ulikuwa ni kerubi ufunikae mwenye kutoa mafuta. Je, kerubi afunikae ni kerubi wa namna gani? Kwa nini hiyo ni kerubi afunikae? Hapa ukiangalia anasema kwamba alimweka katika mlima wa moto mbinguni. Mwaka jana niliwahi kufundisha kuzungumza kwamba kufika mbinguni ni mbingu ya tatu. Yaani hapa kuna mbingu ya kwanza na ya pili, hizi na wachawi na mapepo. Sasa ukifika mbinguni ni mbingu ya tatu. Kwanza mbingu ya tatu ndipo mbinguni, ndipo malaika hukaa, ndio makao yao kwanza mbinguni, na Mungu Baba yuko huko kwanza mbingu ya tatu na kuendelea. Lakini pia Mungu yupo katika mlima wa moto, ambapo mbinguni yuko upande wa kaskazini katika mlima wa moto. Sasa katika huu mlima wa moto ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 6, wakati serafi mmoja akichukua kala moto kutoka katika madhabahu kuja kutakasa kinywa cha Isaya ambaye alikuwa anasema na midomo michafu, alitakaswa na kala moto ambalo lilitoka katika mlima wa moto, ambapo ndipo makazi ya Mungu Baba Mwenyezi. Kwa huku ndipo alipokuwa huyu kerubi. Sasa kwa nini akaitwa kerubi afunikae? Sasa Mungu kule mbinguni anakaa katika chake cha enzi. Tuchukue mfano mchungaji hapa. Yeye yuko hapa kuna wazee wa kanisa. Kwa hiyo huyu hapa ni kerubi afunikae, na yule pale ni kerubi afunikae. Kwa bawa hapa la mtumishi mmoja linafunika kiti cha enzi upande huu, na upande mwingine kuna kerubi anafunika upande huu. Kwa hiyo yale mabawa ya Lucifer na malaika Mikaeli yalikifunika kiti cha enzi cha Mungu Baba. Ndio maana maandiko yakamwambia kwamba huyu ni kerubi afunikae. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu alipendelea kwa kiwango cha juu sana, ambapo hakuna malaika alipendelewa kiasi hichi. Hakuna malaika alipewa filimbi na ala zote za muziki katika koo lake. Wengine wanahitaji kinanda, yeye kutoka moja kwa moja. Bwana asifiwe. Lakini pia anasema wewe ulikuwa ni mkamilifu katika njia zako kama siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wakati ule alikuwa ni malaika yule mkamilifu sana, aliyokuwa mnyenyekevu mbele za Mungu, alikuwa ni rafiki wa Mungu, na malaika wengine walimpenda kwa sababu alikuwa anaongoza sifa mbinguni. Na kama mnavyojua mbinguni ndio huduma kubwa ya uimbaji ndio inayofanyika sana mbinguni. Kule mbinguni kazi ya uimbaji ndio kazi kubwa. Hii ndio kazi ambayo alifanya huyu shetani wakati huo, akipa malaika wa sifa, na maandiko mengine muita ni nyota alfajiri. Katika Biblia ya Kiingereza ni muita Lucifer. Lucifer alikuwa ni malaika kupendeza, nyota alfajiri. Kwa hiyo wakati huu sasa, baada ya kujiona yeye alikuwa ni malaika mzuri sana, ikafika kipindi uovu ukaanza kuingia ndani yake. Je, ulikuwa ni uovu aina gani? Vitu vitatu vikatokea ndani ya moyo wa shetani wa Lucifer. Kwa sababu wakati huo shetani baada ya kuasi, zamani hakuwa kiitwa shetani, alikuwa ni Lucifer. Kwa sasa vitu vitatu vikatokea. Kwanza akapata kiburi, pili akawa na wivu, tatu akawa na tamaa. Vikamwingia na vilianza kuingia moyoni mwake. Ndio maana tunapata sisi wote tunachunga mawazo ya mioyo yetu, kwa sababu tunapaswa kulinda moyo, kwa kuwa katika moyo ndiko zinapotokea chemchemi za uzima. Kwa usiruhusu mambo mabaya yaingie moyoni mwako, kwa sababu jambo lolote kabla hujalifanya linaanzia moyoni. Unahitaji kuchunga sana moyo wako, kwa sababu huyu Lucifer, haya mawazo mabaya yalipomwingia moyoni mwake hakuweza kuyakataa, akayakaribisha, yakaingia moyoni mwake, akaanza kupata kiburi. Alianza kujiona yeye ni wa thamani kuliko malaika wengine, akijiangalia amependeza na ng'aa kuliko malaika wengine, akajaa kiburi. Ikafika kipindi pia akaona wivu, kwa nini Mungu yawe juu, kwa nini na mimi nisiwepo juu pale? Akapata wivu tena na kitu cha Mungu. Ikamjia tamaa, akaazimia moyoni mwake kwamba ataingia katika mlima wa moto, atapanda mpaka katika ule mlima kule juu